Mtazamaji wangu popote ulipo, wewe unayetazama runinga hii, jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana lipewe sifa. Ni Evangelist Ken huyu. Sometime mambo yanaweza yakaja yakashinda miaka yako, mambo yanaweza yakaja yakashinda umri wako, lakini Bwana wa mabwana, tukiwa karibia na yeye, ni Bwana wa kutuokoa, ni Bwana wa kututetea. Niko hapa kwa ajili ya kusema kwamba anayeniokoa akuokoe pia na wewe, anayekusaidia na akusaidie pia na wewe, anayenitoa kwa mitego, anayenitoa katika nguvu za giza, na pia na akutoe kwa mitego na akutoe kwa nguvu za giza, anayeniepushia magonjwa na changamoto nyingi za kishetani ambazo zingeniumiza moyo, ambazo zingeniumiza roho, ambazo zingeniumiza kwenye maisha yangu. Na huyo Mungu pia naye aingie kati kwa maisha yako na akusaidie, akuokoe, akuepushe kwa magonjwa, akuepushe kwa shida, akuepushe kwa matatizo, akuepushe na kwa changamoto ambazo umewekelewa ama umeingizwa ndani. Kama vile Daudi anaomba, unapofungua Biblia yako katika kitabu cha Saburi 3 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwamba Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, na ni wengi wanaonishambulia. Huyo ni Daudi. Daudi anasema watesi wameinuka, wamekuwa wengi, na ni wengi wanaomshambulia. Moto wa Mungu, sikia, kuna watesi wanaweza ingia kwa maisha yako ama kwa nafasi yako, wakaanza kushambulia mipango yako, wakaanza kushambulia huduma yako, wakaanza kushambulia nyumba yako, wakaanza kushambulia maisha yako, wakaanza kushambulia ile situation ambayo unaishi, wakaanza kuishambulia. Kama vile wale waporaji wanaweza wakaanza kupura mawe, wanaweza wakaanza kupura mishale. And the Bible say in the book of Isaiah ya kwamba na kila silaha itakainuka kinyume chetu haitafanikiwa. Na kuombea Mungu katika jina la Yesu Kristo, kama vile Daudi aliomba kwamba watesi wamekuwa wengi na wananishambulia, na kuombea Mungu katika jina la Yesu Kristo, walioinuka kukushambulia washindwe, walioinuka kukutesa washindwe, walioinuka kukusema kwa mabaya washindwe, walioinuka kukuchafulia anga na kukuchafulia huduma na business zako na kazi zako na hata nyumba yenu na nyumba yako washindwe katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kuongea na mtu ambaye umelemewa kwa njia moja ama nyingine, nikiwa hapa Mombasa na kuhubiria na kuombea, nikisema kwamba Mungu wa mbinguni na akao Mungu wa kukutetea, Mungu wa mbinguni na akao Mungu wa kukuokoa, Mungu wa mbinguni na akao Mungu wa kukushika mkono. And the Bible say kwamba Yesu alilia. Unaposoma Biblia kitabu cha John kinasema kwamba Yesu alilia machozi kipindi alipata habari kwamba Lazaro amekufa. Kuna vitu vyako vimekufa, maisha yako ni kama wanaua, nyumba yako ni kama wanaua, program zako ni kama zinauliwa. Angalia jinsi umepambana lakini haviendi through. Angalia jinsi umesoma lakini hauna kazi. Angalia jinsi uko mrembo na hauna bwana. Angalia jinsi umepata nyumba lakini unateseka na unahangaika. Mungu ni Mungu wa kumlilia. Mungu ni Mungu wa kumlilia. Angalia, Yesu akalia sana, machozi ikatoka kwa kitabu katika kitabu cha Yohana, yani in the book of John, kwa kizungu ni in the book of John. Yesu analia machozi akiambia Mungu, Baba Mungu, angalia Lazaro rafiki yangu amekufa. Ni wewe unaweza pia ukachukua jukumu ukalia kwa Mungu, kamwambia, angalia maisha yangu ni kama inauliwa, angalia nyumba yangu ni kama inauliwa, nyumba yetu ni kama inauliwa, mipango na shughuli zangu ni kama zinauliwa. Hata vile Daudi alilia akisema, watesi wameinuka na wananishambulia. Mungu, niondolee watu wa kunishambulia kikazi, niondolee watu wa kunishambulia kibiashara, niondolee watu wa kunishambulia kimaendeleo, niondolee watu wa kunishambulia na hata kwa ile safari nimepanga, mipango na shughuli na mijengo ambazo niko nazo, mipangilio na business zote na masomo yangu hata na miaka yangu, watu wa kunishambulia. Mungu, niondolee, na Mungu anaweza akakuondolea. Mtu wa Mungu, amini tu Mungu wakati unaomba, amini tu Mungu wakati unamtafuta, amini tu Mungu wakati unamsongea, na atakupigania na atakutendea mambo makubwa zaidi na zaidi na zaidi. Mtu wa Mungu, nisikize nikwambie,
Kama vile Daudi aliomba akisema kwamba watesi wangu wamekuwa wengi na wananishambulia. Naomba niombe na wewe. Kuna uwezekano watesi wamekushambulia na wamekunyanyasa na wamekutesa na wamekuroga na wamekufunga na wamekurushia uchawi na majini zao, lakini Bwana wa mabwana ni Bwana wa kukuondolea hiyo. Amini Mungu. Tuombe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Hapo ulipo tu ninaponyosha mkono huu, na pia nawe amini Mungu, inua tu mkono moja juu na uamini kwa Mungu haya maombi nayo kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeongea na huyu my brother, nimeongea na huyu my sister. Popote ametembea vibaya, Bwana ukamsamehe. Chochote ambacho anawaza kibaya, Bwana ukamsamehe. Na leo hii tunachukua hatua ya maombi ya kuomba kwamba na maisha yake imefungwa, Jehova Shama, mipango na shughuli zake zimefungwa, kazi yake imefungwa, na maendeleo yake ni kama imefungwa, programu zake za maisha ni kama zimefungwa. Wameishi kuchafua maisha yake, wameishi kuchafua ndoa, wameishi kuchafua kazi, wameishi kuchafua mipango, wameishi kuchafua safari ya huyu ya maisha. Baba, wacha ukamfungue katika jina la Yesu Kristo. Fungua watu wako, utakasa watu wako, uponye watu wako. Mponye huyu mpendwa hapo walipo, mfungue na umtetee katika jina la Yesu Kristo. Muokoe na umwepushe na changamoto. Maadui wale ambao wameinuka kumshambulia kwenye maisha na kwenye shughuli zake, Jehova, ukaweze kuondoa hao maadui katika jina la Yesu Kristo. Mubariki Jehova na umtakase. Kuna uwezekano ninaomba na ni mgonjwa, Baba, namuombea tumbo lake likapone, namuombea miguu yake ikapone, mgongo huo upone katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwingine hapa anateseka kichwa, Jehova Shama, ponya kichwa chake na uponye kifua chake. Natangaza miujiza itendeke kwa macho na kwa mdomo. Hiyo masikio ambayo haisikii katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ni laana zimekumba maisha yako, hata kama na uchawi na ushirikina imeandama maisha yako, na kuombea Mungu akufungue katika jina la Yesu Kristo. Pona katika jina la Yesu Kristo. Funguka katika jina la Yesu Kristo. Takasika katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wa Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Inuka na utembee ukiwa na mafanikio. Inuka na utembee ukiwa na mapato. Inuka na utembee ukiwa na grace ya Mungu. Inuka na utembee uone mema ya nchi na ukule mema ya nchi katika jina la Yesu Kristo. Maadui wameshindwa, wachawi wameshindwa, washirikina wameshindwa, magana na ndunguru zao zimeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Tembea Baba, tembea Baba, tembea Baba. Toka Mombasa, ninapomwombea huyu mama, ninapomwombea huyu brother, ninapomwombea huyu dada, huyu ndugu, fungua shughuli zake za maisha, mipangilio na miradi yake, Jehova, na iweke mikononi mwako. Shetani ashindwe, majini ashindwe, uchawi ushindwe, ushirikina ushindwe, mitego ishindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, msaidie na umwinue, atoke kwa malazi. Yule ambaye ako kwa malazi ni mgonjwa, atoke na atembee katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kuwafikia wengi na kuwaponya na kuwaokoa. Jina lako litukuzwe. Neema itoshe kwa huyu binti, neema itoshe kwa huyu brother, neema itoshe kwa huyu mzee wangu, huyu rafiki yangu, huyu Jehova Shama. Wacha ukamsaidie na ukamwokoe. Ni mtazamaji wangu Jehova wa kulike video hizi na kutazama vipindi vya Ken Junior TV. Msaidie Yesu, na unaweza na unatosha. Katika jina la Yesu Kristo nimemwombea, afunguliwe na abarikiwe na atakasike katika jina lako takatifu. In Jesus name I pray. Amen. Mtazamaji wangu, jina la Bwana litukuzwe. Popote ulipo, pona na ufunguliwe. Mipango yako na kutabiria mwezi huu hautaisha bila wewe kupata kazi. Jinsi ambavyo tumeomba watesi waachilie mambo yako, wameachilia katika jina la Yesu. Uchawi umeachilia mambo yako katika jina la Yesu. Ushirikina umeachilia mambo yako katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea upone na ufunguliwe. Enda upate kazi kule ambako ulikuwa umeapply. Enda upate kazi. Enda wewe ambao unatamani kupanda ndege, Mungu akupandishe ndege, uende ufanye kazi vizuri na urudi Kenya vizuri katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umegwama mahali pamoja, Mungu akutoe hapo katika jina la Yesu Kristo. Na mwezi huu anza kuona makuu, anza kuona mema, anza kuona ushindi wa Bwana. Ubarikiwe, ujenge nyumba my brother, ujenge nyumba my sister, na kutuma uoleke katika jina la Yesu Kristo. Na wewe nawe nakutuma uende ufungue biashara katika jina la Yesu. Na wewe nawe nakufungua uende ufungue duka katika jina la Yesu. Na kuombea katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa afya yako kama inashuka chini, afya ni kama inasoroteka.
Pokea afya ya Roho Mtakatifu, pokea afya ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Neema itoshe pote ulipo unatazama. Bwana akubariki na Bwana akutende mema kwa kutazama Ken Junior TV. Welcome Mombasa, welcome kwa haya madhabahu. Ukiwa hapa sehemu za Mombasa pia barikiwa sana. Unaweza ukatembelea kwa madhabahu yetu haya na tukaomba pamoja na tukaamini Mungu kwa pamoja, maana yeye ndiye mtetezi wetu. Ubarikiwe mtu wa Mungu pote ulipo na jina la Bwana litukuzwe. Shalom. Unaposupport kipindi hiki kutumia till number ambayo iko hapo kwa ajili ya sadaka yako na hata matoleo yako. Pia kuna M-Pesa namba iko hapo. Kupitia M-Pesa namba unaweza support kipindi hiki kama umebarikiwa na mambo haya na injili hiyo na huduma hiyo, na Bwana akutende mambo mema. Jaribu kuwa connected na madhabahu haya na Mungu atakupigania na atakutendea. Amani ya Bwana iwe nawe uingiapo na utokapo. God bless you. Shalom. Mimi wako Evangelist Ken Junior Wesonga. Amen.